Hello, habari tena. Leo ningependa tupeane challenge kidogo, au leo ningependa tuzungumzie kidogo kuhusu nguvu za kiume. Sijui wenzangu huwa mnaelewa nini watu wakisema nguvu za kiume, au mtu ana matatizo ya nguvu za kiume. Yeah. Lakini nafikiri tuweze kushare kwa pamoja. Tunaposema mtu ana tatizo la nguvu za kiume, tujue tunamaanisha nini. Lakini matatizo mengi ya nguvu za kiume, au mifano ya matatizo ya nguvu za kiume, au aina za matatizo ya nguvu za kiume ni kama hizi ambazo kidogo nitazieleza. Ziko nyingi lakini chache ambazo ndo common sana katika jamii yetu nitazieleza hapa. Kuna aina ya kwanza ya tatizo la nguvu za kiume ambayo inaitwa erectile dysfunction disorder, au kushindwa kusimamisha uume vizuri. Mwanaume katika hali ya kawaida na inabidi aweze kusimamisha uume wake kipindi chote ambacho anafanya seksi. Baada ya kumwaga zile shahawa au kufika kileleni, then iweze kusinyaa. Lakini unakuta uume, mtu mwingine hata hajaingiza au haja penetrate kwenye uke wa mwanamke tayari imeshasinyaa. Kwa hiyo tutaita erectile dysfunction disorder. Lakini kuna mwingine ambaye anafanikiwa kuingiza au kupenetrate, lakini kabla hata hajamaliza uume umesinyaa. Sasa inaweza ikatokea mara moja, mara ngapi, lakini ikitokea mfululizo mara nyingi, tunasema hii ni tatizo linalohitaji matibabu. Tayari hilo ni tatizo. Lakini inaweza ikatokea mara moja moja kutokana na stress na nini. Lakini ikiwa issue ambayo inajitokeza kwa mfululizo, hiyo tutasema ni tatizo la kushindwa kusimamisha uume ipasavyo. Kwa hiyo wenzetu wazungu wanaita erectile dysfunction disorder. Lakini kuna tatizo lingine la nguvu za kiume tunaita premature ejaculation. Premature ejaculation ni kitendo cha kumwaga shahawa mapema. Sasa hiyo mapema ni ipi? Hiyo mapema, kuna wenzetu walifanya research na wakaja na namna ya kuweka usawa katika kuleta maana ya mtu amemwaga mapema au hajamwaga mapema. Kitaalamu kabisa ni dakika moja, lakini wengi ukiwaambia hiyo wanasema dakika moja ni ndogo sana. Ni kweli. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa DSM-5. DSM-5 ni Diagnostic and Statistical Manual, ambayo huwa inatumika kuelezea kukiwa kuna shida fulani. Kwa hiyo DSM-5 imekuja na maelekezo kwamba endapo mtu atamwaga shahawa zake chini ya dakika moja, tunasema huyo ana shida. Kwa hiyo tunaita premature ejaculation. Sasa premature ejaculation ikoje? Premature ejaculation ni mtu mwingine kabla hata hajaingiza uume anamwaga shahawa, au mwingine anaweza kama ameingiza kabisa lakini kidogo tu amekwenda mara moja, mbili, tatu, dakika moja haijafika kamwaga shahawa zake. Hii tutasema ni shida. Inaweza ikatokea mara moja, mara ngapi, lakini kama ni issue ya kila siku, kila tendo, tutasema hii ni premature ejaculation. Mara nyingi sababu ziko nyingi, lakini nyingine inaweza kawa ni genetics, yani mtu alizaliwa hivyo. Lakini saa nyingine misuli ya pelvic tunasema, au misuli ya nyongo inaweza misuli ya nyonga, sio nyongo, misuli ya nyonga inaweza ikawa dhaifu, ikashindwa kucontrol ile kumwaga shahawa. Sababu nyingine inaweza ikawa ni umri pia. Umri ukienda sana, mtu pia misuli yake inakuwa dhaifu, anaweza akashindwa kucontrol, akawa anamwaga mapema. Sababu nyingi, lakini hizo ni common za premature ejaculation. Lakini kuna tatizo lingine lakini hili ni kwa wanawake na kwa wanaume, tunaita delayed orgasmic disorder, yani mtu anachelewa kufika kileleni. Hii sana ni kwa wanawake. Kwa wanaume pia ipo, lakini kwa wanawake pia ipo. Sasa hakuna muda maalum uliotajwa, lakini kuna mtu ambaye yeye ili afike kileleni inabidi
yatumie muda mrefu mno. Sasa ni changamoto kwa sababu kuna wakati unakuta mtu ambaye ana premature ejaculation, mpenzi wake ana hiyo orgasmic delayed disorder, yani anachelewa kufika kileleni. Kwa hiyo mahusiano hayo yanaweza kawa yasiyo mazuri sana. Kwa hiyo changamoto moja kwenye mahusiano ni mwenye premature ejaculation akimwoa mtu wa mdada wa kawaida au mke wake wa kawaida ambaye hana orgasmic hana delayed orgasmic disorder, yani hachelewi, yani hachelewi kufika kileleni, bado itasumbua. Lakini fikiria yule ambaye ana orgasmic delayed orgasmic disorder ambaye anachelewa kufika kileleni, alafu yule ana premature ejaculation, hapo waga ni changamoto kubwa. Ukiacha hiyo sasa, kwa wanaume hayo ndio matatizo common sana. Tumetaja hiyo erectile dysfunction disorder, tumetaja premature ejaculation, tumetaja delayed orgasmic disorder, lakini tumesema hii ni common sana kwa wanawake. Sasa kuna shida nyingine, hii ni kwa wanawake lakini maumivu wakati wa tendo la ndoa, na yenyewe tunasema ni tatizo la tendo la ndoa kwa wanawake. Na wanawake wanasikia maumivu wakati wa tendo la ndoa. Sababu ziko nyingi sana, lakini nyingi za kisaikolojia. Unakuta kuna mwingine labda ali experience maumivu sana wakati wa kutolewa bikra yake, halafu ile hali haijatoka kichwani. Kwa hiyo kila anapokutaka kukutana na ile tendo anakumbukia ile maumivu, then anapata maumivu ya kimwili. Kuna mwingine anashindwa kuzalisha majimaji ukeni. Mwingine ndivyo alivyoumbwa, lakini kuna mwingine ni kukosa utayari wa tendo kunamfanya awe mkavu, then yaumia wakati wa tendo la ndoa. Lakini kuna mwingine unakuta ali experience vitu vigumu au vitu vibaya wakati wa utoto wake, au hata sio wakati wa utoto. Let's say mtu alibakwa, sasa akapata maumivu, unakuta ile hali bado inamjia kichwani, kila akitaka kushiriki tendo inamjia ile experience ya kubakwa. Kwa hiyo anapata maumivu ya kisaikolojia ambayo yanakuja kuwa maumivu ya kimwili. Lakini sababu nyingine pia ni magonjwa ya zinaa kama PID. Saa nyingine inaweza kapelekea mtu akapata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Kwa hiyo kwa wale wanaopata maumivu wakati wa tendo la ndoa, tujue kwanza hiyo ni tatizo la tendo la ndoa, lakini sababu zake ni hizo kama nilivyozitaja. Sasa ni vizuri tukajua haya mambo kwa sababu yanasaidia kufanya relationship zetu aidha ziwe mbaya au ziwe nzuri. Kwa nini nimeelezea hivi? Pia nadhani mnajua kwamba nazungumzia hata masuala ya tatizo la afya ya akili. Sasa haya mambo yamekuwa na uhusiano kati ya afya ya akili na tendo la ndoa. Ndio maana haya magonjwa tuliyoyataja yapo pia kwenye kundi la magonjwa ya akili, kwa sababu yanaweza kapelekea magonjwa ya afya ya akili magonjwa ya akili yanaweza kapelekea mtu kupata hizi shida, lakini pia haya magonjwa yanaweza kapelekea mtu kupata tatizo la akili. Kwa hiyo ni muhimu tukayajua, kwa sababu tunaambiwa kujua kwamba una tatizo na kujua tatizo likoje. Tunaita self awareness kuhusu eneo hilo. Kuwa tu aware ni njia au ni step nzuri kuelekea kuchukua hatua na kuwa na mabadiliko. Asanteni sana.